Kwa sababu mara mingi inashikwa ikicross. Sasa mimi nikaimagine kumbe Tanzania wanakubali hii kitu. Unajua even you go to America, kuna states in America wanakubali bangi. Mexico. Mexico na gani. Sasa mimi nikafikiria labda Tanzania pia hawachukui hatua sana. Lakini leo district commissioner ameniambia hiyo kitu haitakikani huko. Hata wenye wanafanya kiharamu. Wote yote ni haramu. Mexico na Jamaica ndio wenyewe. So mimi nataka kuomba hivi. Nimesema tuishi kwa amani. Tufanye biashara yetu kwa amani na kwa upendo. Tuendelee kupendana vizuri bila maneno. Sisi ni jamii moja. Leo hata tukiwa huko tumesema hivi. Ukikuja saa hii pande hii ya Kenya, jamii ni jamii ya Masai, sio? Ukicross Longito ni jamii gani? Masai. Na hii Masai ni moja tu. Ni moja. Hii mzungu tu alikawanyisha sisi. Mzungu tu alikuja akaweka boda hapa. Lakini ile Masai na hii Masai ni moja. Na si Masai peke yao, kuna jamii nyingi. Hata ukienda hapa Taita Taveta, jamii ya Kenya Taita Taveta, ukienda upande ile patu ni jamii moja. Haya, tuende mpaka hata tusitaki kusema yote ni jamii moja. Jamii moja. So sisi ni jamii moja. Sisi ni jamii moja. Mimi nataka kusema hivi. Hii pombe hii. Mimi nataka kuongelesha nyinyi kama jamii moja. Hii pombe hii tunapenda sana. Hii pombe imeleta hasara kubwa sana. Kwanza mimi nataka kuambia vijana wetu. Nataka kuomba vijana wetu. Value. Yaani ile value ya wanaume. Unajua hii pombe ita-affect sana wamama, wasichana. Ime-affect vijana wetu. The boy child is suffering. Mimi nimefanya kazi Mombasa. Nimekaa Mombasa mwaka ngapi? 3. Ile kitu inamaliza boy child Mombasa ni drugs. Mihadarati. Vijana akifika siku kama 7-8 years ameonyeshwa hiyo vitu, ameonyeshwa yeye ndio huyo, amewacha shule, ameenda hiyo maneno. Na hiyo ni one way. Mimi sitaki kudanganya nyinyi. Wakati umetumia hizo vitu, hiyo ni njia moja, wewe unaenda ukiendanga mpaka kwa kaburi. Angalia. Hakuna haja kudanganyana, ni wadanganye. Hata hii pombe, hii yenye tunapenda. Hata tumesikia leo kuna nyingine inaletwa na Cherrycan. Na tumeconfirm inapikwa kwa hizi kwa muumu. Inaletwa inakaa kama chang'aa. Lakini hao ndugu zetu wako na jina yao inaitwa Gogo. Inasikia hiyo kwanza ukikuza wewe chini. Hiyo kitu umeona? Vijana wetu. Umekutana nayo? Mimi nataka niwaombe kitu moja. Nataka niwaombe vijana wetu. Kama wewe unataka maisha ya kesho, tuachane na pombe, tuachane na mihadarati. Tunasikizana hapo? Tuachane na hizo vitu. Tuachane nazo kabisa ili tuweze kujenga jamii. Tumeambiwa na district commissioner hapa. Hizi pombe inamaliza mbegu. Na ni kweli inamaliza mbegu. Wakati tu umetumia hiyo kitu mwaka 2-3, mbegu imekwisha. Hata uoe msichana mwenyewe. Unaona na ndugu yangu yeye anainua mkono strong. Wacha nitoke kwanza. Kwani usimamishi. So mimi naomba our brothers and sisters. Nataka niwaombe ndugu zangu. Tuache pombe, tuache dawa za kulevya. Ukitaka kesho, ukitaka family, ukitaka future, tuachane na hizo vitu. Na si vijana pekee, hata wazee tunajua wale wamekuwa addicted, lazima tuachane nao. Tumeongea mambo mengi. Tumeongea kuhusu hii borderline yetu. Mimi nataka kuomba nyinyi wananchi, hii borderline kuna sheria, iko sheria ya kuchunga borderline. Borderline tumeona amruhusiwi kujenga katikati. Iko distance ambayo inatakiwa tuweke kwa borderline. Na mimi nataka kuwauliza tuheshimu borderline. Border yetu na Tanzania si hatuwezi kufanya biashara, lakini tusichenge
tusifanye nini? Tusijenge. Let us respect the borderline. Na mimi kidogo nimepata bahati, nimetembea nje kidogo. Na mimi nikaona kitu moja. Tofauti kubwa kati yetu sisi wa Afrika na aje nitumie jina mzungu. Wale watu white wote. Tofauti yetu ni moja tu. Kuheshimu sheria. Wacha mimi niwaeleze. Ukienda kama Europe ama Amerika, hata hii Israeli iko hapa karibu, kila mmoja anangoja lights. Unaona ile lights ya kucross barabara? Ile lights kama haijaweka green, hata kama hakuna gari inapita, watu hawawezi kucross barabara. Anangoja light ya green yenye inasema ni wakati wa pedestrian, yule mtu anatembea kucross barabara. Lakini mnaonanga sisi wa Afrika vile tunafanya, tunashindana na gari. Wakati gari zinakuja, wewe ndio huyo, una gari na kumiss kidogo hapo, gari ya pili ndio hiyo inakupita, inakupigia wewe. Afrika tunajua kweli shida yetu moja ni kutoheshimu sheria. Tukianza kuheshimu sheria, na mimi nataka hii generation tuanze kuheshimu sheria, tuanze na hii borderline yetu, tuchunge, tuhakikishe iko sawa, tunaheshimu. Tunaweza fanya biashara yetu hii tunafanya hii ya kuweka, tunauza nyanya, tunauza vitu zetu, lakini tusichenge, tuheshimu sheria. Hapo ndio development, maendeleo yetu itakuwa. Hata kwa katika familia zetu, ukiona mkitengeneza ile sheria yenu kidogo ya familia, ukiona heshimiwi hiyo familia, haiende mahali, sio? Lakini ukikuta familia wanaketi chini, wanapanga mpango ya nyumba yao na wanaheshimu hiyo mpango, hiyo familia inaenda wapi? Inaenda juu. So kitu ya kwanza kwa hii dunia, tuheshimu sheria. Hata ile wewe mwenyewe, kwa kawaida tunafikanga end of the year, mwisho wa mwaka unajitengeneza kidogo, unasema mwaka huu nimeona development yangu haikwenda vizuri, mwaka ujao nataka nifanye maisha yangu kipi, nataka nione jamii yangu inaendelea namna gani. Sisi tunafanyanga hivyo, ile inaita New Year resolutions. Sisi tunafanyanga, mnajuanga hiyo kitu ni sheria. Wakati umekubali nataka mwaka huu nifanye hivi, mnajuanga ni sheria, ni sheria. Na ukianza kuchunga hiyo sheria na uchunge sasa hii ya serikali ya nchi, basi mambo yako inakuwa rahisi sana na inakuwa vizuri. So tumesema jamani, tuchunge our borderline. Hata tumefika hapo, tumeona kuna mahali magari haitakiwi kupita. Unaona pale kuna mahali iko roundabout, inaonyesha sasa umefika kwa border, wewe hautakiwi kupita hapo. Lakini sisi tumelazimisha tunapita. Tumeharibu hata rasilimali ambayo imewekwa hapo na serikali zetu. Hiyo ni makosa tumefanya, sio? Lakini mimi nawaomba tuombe, na ukitaka kucross, ukitaka kuja Kenya, kuna mtu anakukataza? Hakuna. Na sisi tumeongea leo kama serikali zote mbili, tumesema wananchi wetu waruhusiwe waende wafanye biashara mahali wanataka. Tumekuwa pamoja, tumesema. Hata umesikia DC mwenyewe amesema ukitaka hata kwenda kuishi Tanzania uko huru, bora tu unafuata maagizo na sheria vile inatakiwa. Unajua, ukitaka kununua shamba Tanzania, wewe fuata sheria tu bila unanunua shamba Tanzania. Ukipenda kuishi huko, wewe fuata sheria, ishi huko. Hivyo ndio tumesema. Na wakati unataka kucross, unataka kwenda Tanzania, mimi hata nimeuliza DC, nataka kuja tour, nataka niende kama tourist. Unajua juzi nilijificha mpaka nikakula chakula huko karibu nipige Longito, lakini ni leo nimemwambia DC nataka kuja officially. Nataka sasa nikuje ile siku yanajua wanayatora anakuja Tanzania. Niende Tanzania. Ni process makaratasi, kama inatakiwa makaratasi ni process hapo. Ndio ningeenda kuishi huko hata kama ni wiki moja, niko sawa. Tunaelewana? Na tukasema kuna vitu tutatakiwa kuimprove. Kuna shida tumeelezwa pale. Tumekuwa na wazee wenu kama mzee Cheupe hapa na wazee wengine wakatueleza, hata wale committee wa border management committee ya border management tumekuwa pamoja, wametueleza shida kidogo ambazo ziko, na tumesema tunarekebisha hizo shida zenye tatiza nyinyi kidogo. Tumesema tunatatua.
Mnafurahi na hiyo? Tumesema tunataka wananchi wetu wafurahie boda ya Namanga na boda zote ambazo tuko nazo, lakini tumeomba hivi wananchi, tusipite kichorochoro. Kichorochoro unakuwa kama mwalimu. Ukipita kichorochoro, kwa mfano wewe unataka kuenda kuuza ng'ombe yako kwa soko huko chini, siko soko huko kwa wewe, bitisha ng'ombe yako kwa barabara mahali naruziwa. Sema mimi napeleka ng'ombe yangu kwa soko. Kama kuna nini, tusiogope kulipia serikali zile tax kidogo kidogo, ushuru. Tusiogope kulipa ushuru, ni kujenga nchi yetu. Unajua hivyo? Kulipa ushuru ni kujenga nchi yetu. Tukikataa kulipa ushuru, tunakataa kujenga nchi yetu. Tunataka kukataa kujenga nchi zetu? Hapana, si ndio? So tupitishe, tusipite vichorochoro. Hiyo inakaa kwanza wewe unakaa kama unakuwa mwalimu na si wewe, si mwalimu. Tupite njia ile inatakiwa. Ukitaka kununua chochote Tanzania, wewe nunua, pitisha kwa mahali inatakiwa. Tuaje sisi serikali tuangalie wale wanapita vichorochoro wakifanya walivu, sisi tutapatana na wao. Mkono wa serikali ni mrefu, tutapatana na wao. So tupite vizuri. Tuko na shida moja kubwa sana area hii. Kuna watu wanaenda kuchukua bunda huko Tanzania, wanapitisha kichorochoro, inaenda kuchinjwa kwa hizi bori huku kwa misitu, alafu sisi tunaletewa, tunakula. Na wewe mwenyewe utasema unataka kula bunda, wewe mwenyewe umesema unataka kula bunda, na mtu anakuja kuuzia wewe bunda, anakuambia ni ng'ombe.